Hello mwana kijiwe cha Baba Afrika, ni siku nyingine tena hapa kijiwe cha Baba Afrika. Leo nipo tena na ndugu zangu madereva hapa kijiweni, na leo nataka ni share na nyinyi jambo moja ambalo litakusaidia kufanya ukapunguza asilimia kubwa ya kupata ajali barabarani. Kuna mbinu nataka ni share na wewe ambayo ukiitumia itakusaidia kuondoa au kuepusha ajali unapokuwa barabarani. Nayo ni scanning au kuchunguza mazingira. Scanning ni mbinu muhimu sana kwa dereva kuitumia unapokuwa barabarani. Na nazungumzia nini? Kufanya scanning ni solo about kutazama, yaani mazingira yanayokuzunguka na uwezo wa kuona kwa dereva. Dereva wote wanatakiwa na uwezo wa kuona mita kuanzia 100 mpaka 200. Dereva yote manake uangalie mbali zaidi ili uweze kujua na kudetect kwa haraka kuna jambo gani kule mbele inaweza kukupelekea kupata ajali au kukuletea shida ya ajali. Lakini pia natakiwa na uwezo wa kutazama kushoto kwako na kulia kwako, kutumia shingo yako kugeuka kushoto na kulia, kujua pembezoni mwa barabara kuna jambo gani la hatari. Lakini tatu, kutazama vioo vyako, side mirrors na kioo chako cha kati, ili uweze kujua kuna gari yote inayotaka kujaribu kuovertake au kupita nyuma, lakini gari inayokuja nyuma yako ili ikusaidie wakati utapokuwa unataka kufunga breki, usije ukafunga breki kwa sababu breki ya ghafla itamfanya yule mtu wa nyuma akugonge. Kwa scanning ni mbinu ambayo inakufanya dereva barabarani kuwa makini kwa kujihusisha na mazingira yako yote ya barabara. Kwa scanning au kuchunguza mazingira kuna kusaidia kuepuka ajali za kugonga watoto wanaovuka barabara, na inatakiwa makini sana kufanya hiyo scanning hasa maeneo ya watu wengi, vituo vya mabasi, stendi, maeneo ya mashule na mambo kama haya. Lakini sambamba na scanning, nataka nikupe kitu kingine kinaitwa defensive driving. Defensive driving ni kitu gani? Defensive driving huu ni mtindo wa uendeshaji unaolenga kuepuka ajali kwa kutabiri makosa ya madereva wengine. Dereva siku zote hatuaminiani. Usimwamini dereva aliyekaa mbele yako kwamba yeye yuko salama. Anaweza kaa dereva yuko mbele yako afuati sheria zote za usalama barabarani. Amini kwamba yule dereva anaweza kukufungia breki ghafla ukamvagaa nyuma. Amini anaweza kukata haraka bila kuonyesha indicator yoyote au ukasababisha ajali. Kwa defensive driving ni uendeshaji wa tahadhari, yaani ukiamini kwamba muda wote inaweza likatokea tukio la ajali. Defensive driving inafanyika kwa kuzingatia vitu viwili tatu. Moja, tengeneza umbali, keep distance baina ya gari yako na gari nyingine, na tumia kipimo cha sekunde 3. Yaani sekunde 3 uwe katika hizo sekunde 3, umbali huo wa sekunde 3 uwe umeweza kusimama. Kwa nini sekunde 3 na sio mita, umbali wa mita? Kwa sababu hakuna kipimo cha sekunde kwenye umbali, kilomita, mita na vitu kama hivyo. Wataalamu wameweka sekunde kwa sababu ukiweka mita itatofautiana na spidi. Yaani ukiwa spidi kubwa ukasema umbali ni mita 40, ukiwa spidi kubwa zile mita 40 ni chache, hivyo utagonga. Ukiwa spidi ndogo zitakuwa nyingi. Kwa wameweka sekunde, maana yake una saundi mwenyewe kwenye kichwa, sekunde unazihesabu. Ukihesabu sekunde 3 una uwezo wa kusimama salama bila kugonga gari ya mbele yako. Na unahesabuje? Wataalamu wanasema ile gari ya mbele yako iangalie unaoifukuza. Ikipita kwenye alama yote ambayo umejiwekea, labda ni nguzo au mti, basi unaanza kuhesabu 1001, 1002 kwa taratibu, 1003. Sasa ukiona umeufikia ule mti ambao wakati unahesabu gari ya mbele yako ilipita kabla ya kufika neno 1003, hiyo spidi yako ni kubwa mno. Punguza spidi ili uweze kuweka distance hiyo ya kufika hapo. Kwa umbali unahesabiwa kwa namna hiyo, kwa sababu wataalamu pia wanasema sekunde kwa nini wameweka sekunde 3? Wanaamini ubongo wa mwanadamu mpaka ufanye maamuzi, yaani dereva unaendesha mpaka maamuzi ya kwamba umetafsiri hii mbele ni ajali, huyu mtu kafunga breki, au hapa mtoto anakatisha alafu ukatoka kwenye mguu wa moto mpaka kwenda kwenye breki, wanasema ni kati ya sekunde 1.5 mpaka sekunde 2, ndio tafsiri na kuemeshaenda kwenye ubongo kukuamuru kufanya action. Kwa hiyo sekunde ya 3 ndio ile ambayo utakuwa umefanya action ya press brake ukasimama, ndio maana ni sekunde 3. Kwa hiyo ukiweka umbali wa sekunde 2, tafsiri yake ukisikia mtu amegonga gari nyuma,
au amevamia kitu nyuma, manake walikuwa chini ya sekunde 3. Manake kabla hata mguu wako hujaanza kutoka kwenda kwenye breki ushagonga. Kwa wataalamu wamekalkuleti sekunde 3.5 mpaka 2 za ubongo kuona tukio na kutafsiri ile moja ya mguu wako kwenda kupress breki. Kutumia kipimo hicho kwa kupata umbali distance baina yako na gari nyingine, lakini kipimo hicho kinatofautiana kutokana na hali ya barabara, hali ya hewa. Ikiwa ni mvua, utelezi, ni usiku, unaongeza umbali huo kutoka 3 na kuwa 4 mpaka 5 au zaidi. Kwa tumia vitu hivyo ambavyo nataka kushare na wewe ndugu yangu dereva au upcoming driver, kwamba kuwa na ile mbinu ya scanning, kutazama, fanya scanning unapokuwa barabarani, uweze kujiridhisha mbele yako, tazama umbali, focus, lakini tumia vioo vyako na usikae kwenye vioo zaidi ya sekunde 1. Unaangalia side mirror, utakaporudi utagonga gari ya mbele yako, lakini kila baada ya sekunde 5 mpaka 8 dereva atakuwa umeshapita kwenye vioo vyako, umejishia kioo cha pembeni, kioo cha katikati na umeangalia mbele kwa haraka. Lakini maeneo gani muhimu sana ambayo unatakiwa dereva kwenye hii mbinu ya scanning utazame vioo? Unapotaka kusimama, tazama kioo cha katikati, je, kuna gari nyuma yako ili usije ukafunga breki ghafla akakugonga. Unapohama njia, tazama kioo, zile line zako unapochange, kuna gari nyingine. Unapokata kona, kabla na baada ya kukata kona, angalia kioo, kwa sababu kuna blind spot, au toa hata kichwa uangalie, ujiridhishe na zile blind spot. Unaweza wakati unataka kukata kona, kuna bodaboda alikuwa amechomeka pale, unakata kugonga. Kwa makini hivyo. Lakini jambo lingine la muhimu na msingi kwa dereva, nataka nikuhakikishie, usipende kujiweka kwenye blind spot. Kwa maana gani? Kuna dereva unakuta umeongozana na semi au basi liko juu yako, wewe uko chini, umeongozana nalo sambamba hivi kwa muda mrefu, umejiweka kwenye blind spot. Yule jamaa mbele anaweza akahama kukwepa shimo, atakuvagaa kwa sababu ulikuwa umekaa pembeni yake kwa muda mrefu na umejichomeka wewe kwenye blind spot. Lakini na wewe dereva wa gari kubwa, na wewe jaribu kuwa makini sana kujua kuna blind spot ambazo vioo vyako havioni. Kwa hiyo jitahidi muda wote jiridhishe kwa kuangalia pembeni, au chomoa hata kichwa ujiridhishe utoe nje, sio kosa. Watu wasema dereva bora sio hutakiwi utoe kichwa nje. Unatoa kichwa nje kwa sababu kuna blind spot. Kwa hiyo lazima ujiridhishe kwa macho yako ya nyama hapa chini pako salama. Kwa hayo ndio nitaka kushare na wewe dereva mwenzangu, na kukumbusha tu, najua unayajua mengi zaidi haya, unaweza ukashare nasi pia. Lakini pia hapa Kijiweni tuna madereva wapya, kuna watu wana ndoto ya kuja kuwa good driver. Basi chukua hayo kwamba unapokuwa barabarani, tumia mbinu ya scanning ili uweze kuepusha ajali. Lakini pia kwenye scanning haitoshi bila kuwa na defensive driving, udereva au tunasema uendeshaji wa tahadhari, wa kuto kumwamini dereva yoyote. Yaani dereva atuaminiani barabarani, usimwamini dereva aliye mbele yako wala aliye nyuma yako. Yaani mbele yako amekaa bwana Rukaga, usimwamini kwamba huyu yuko salama sana, anaweza akapitiwa, amechoka, akakusababishia ajali. Au bwana Rukaga unamuona bwana Usaji anakuja, usimwamini, anaweza kaja na spidi zake akakuletea ajali. Hiyo ndio defensive driving. Kuwa na tahadhari, nazo ziko katika kuweka umbali, distance na vitu kama hivyo. Kuwa makini ili uweze kutoka salama barabarani. Nashukuru kwa kuwa pamoja nami. Mimi ni baba yake Nahaviga, na hapa ni Kijiwe cha Nahaviga, mahali ambapo tunashare uzoefu na masuala ya kitaaluma kwa ajili ya kujengana. Maana barabarani ni mahali salama wewe ukiwa umepafanya kuwa salama, lakini ni mahali pa hatari sana. Kama hizi dondoo tunazopeana utazipuuza. Thank you, until next time, tutakuwa pamoja hapa.